Leo nawaelezea kutoka kwenye moto wa Chenalulo habari za upatanishi wa Wamakonde hadi kwa Jumbe Nyitu. Mtu anapofikia hatua ya kupelekwa kwa Jumbe Nyitu, maana yake ameonywa kwenye familia yake akiwa mdogo kwa tabia mbaya alionayo, hakusikia, akaendelea nayo mpaka anakamatwa kupelekwa jandoni, anaelekezwa. Bado baada ya kutoka jandoni anahitimu mafunzo, anaendelea na tabia ile, kama ni mdokozi au kutukana au vitu vikubwa ambavyo anavitia jamii hasira. Pale wanamuonya, ikionekana inashindikana, mwaka wa pili au wa tatu, wazee wanampeleka kwenye chikula. Kwenye chikula maana yake katika hatua moja ya jando na unyago, wakati wa kukaribia kuaruka, watu wanapelekwa kwenye chikula. Wale wabishi sana ambao hawajasikia kwenye jamii wanakamatwa, wanapelekwa kule, wanapigwa viboko vizuri sana ili wasirudie zile tabia. Lakini wanaelezwa, wewe tabia yako 1, 2, 3, kama ni wizi au dokozi, unaiba kuku, unafanya nini, sasa hatutaki. Ikionekana yule mtu bado anazidi kuendelea na ile tabia, baada ya kupita shughuli za jando na unyago kwenye jamii, watu wanampeleka sasa kwa Jumbe Nyitu, hasa baada ya kurudia tukio. Akipeleka kwa Jumbe Nyitu, maana yake ni pori ambalo ni rasili. Pori hilo watoto na watu hawaruhusiwi kukata miti wala nini, ni pori kwa ajili ya matambiko na nini. Kwa hiyo mtu akipelekwa huko anapotezwa, ndio kwa Jumbe Nyitu. Anaelezwa, bwana, sisi tumechoka, na watu wala waulizi, wakiona mtu amepotea ajulikana alikoenda. Hiyo ilikuwa mila na desturi ya zamani. Kwa Jumbe Nyitu maana yake unapata hukumu ya mwisho ambayo kwenye jamii wameshindwa kwa mitindo mingine yote, basi wanakupeleka kwa Jumbe Nyitu ili kuondoa ghasia kwenye jamii. Basi tukumbuke tu kufanya mema na kutekeleza majukumu yetu kwenye jamii. Tusiingie kwenye migogoro ya madawa ya kulevya, wizi na kukorofisha watu wengine, kuwanyima haki zao, kuatilia fujo, kuharibu amani. Amani ikipotea haiwezi kupatikana kirahisi. Sasa Wamakonde wanatufundisha, ukifanya fujo na kuwakosesha wengine amani kwenye jamii, wanakupeleka kwa Jumbe Nyitu. Maana yake hata serikali, hata jamii itakufanyia vinginevyo, kupeleka kwenye hukumu. Jamani, tunaonywa na Wamakonde tufanye vizuri ili tusihukumiwe na jamii zetu. Baada ya hapo, nawashukuru sana, kila mmoja amuonye mwenzake. Asante.